Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala rasulihi lkarim. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayuha almustamiuna walmushahiduna alkiram. Ndugu zangu watazamaji na wasikilizaji watukufu, karibuni katika mwendelezo wa darsa zetu. Leo kwa idhini ya Mwenyezi Mungu tutazungumzia ndoto za makaburi. Ndoto za makaburi kwa mujibu wa mwanawachuoni Ibn Sirin rahimahullahu taala. Naam, ndugu zangu watazamaji, shekhe anasema inshahada shakhsu bimanamihi, ikiwa ataona mtu katika ndoto yake, annahu yaqumu bibinai maqbara, ya kwamba anajenga makaburi, fadhalika yadullu ala khairin. Shekhe anasema hiyo ni ndoto ya kheri, hiyo ni ndoto njema. Yadullu ala khairin, hiyo ni ndoto njema. Lisahibi ruya, kwa huyu muotaji. Wa annahu, na ya kwamba huyu muotaji, saufa yabni daran fil waqi'i, na huenda huyu muotaji huyu akajenga nyumba kiuhalisia. Yani Mwenyezi Mungu anaweza akamjalia huyu muotaji akajenga kweli nyumba hapa duniani. Naam, shekhe anaendelea anasema idha raa shakhsu bimanamihi, ikiwa ataona mtu katika ndoto yake, annahu yahfiru qabra, ya kwamba anachimba kaburi, wa kana qad dakhala bihi wa huwa yaqumu bilhafri, hali ya kuwa ameingia katika lile kaburi kisha anachimba. Yani mtu ameingia mule kaburini, yumo ndani ya kaburi, lakini anaendelea kuchimba lile kabri. Shekhe anasema fadhalika yadullu ala ikhtirabi mautihi, ndoto hiyo inamaanisha kukaribia kifo chake. Ina maana huyu muotaji anakaribia kufa. Wayajibu alaihi alqiyamu bil a'mali salihah, na ni lazima huyu mtu aliyeota afanye matendo mema. Yani huyu muotaji anatakiwa afanye matendo mema kwa sababu anakaribia kufa. Wal ittijahu ila Allahi fi kulli umuri hayatihi, na kumwelekea Mwenyezi Mungu katika mambo yake yote maishani. Yani katika maisha yake yote anatakiwa mambo yake amwelekee Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na amtegemee Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Naam, shekhe anaendelea Ibn Sirin anasema idha shahada fi manamihi qabrun li shakhsin ya'rifuhu fil waqi'i, anasema mtu akiota, idha shahada, ikiwa ataona mtu, fi manamihi, katika ndoto yake, qabrun li shakhsi ya'rifuhu, kaburi la mtu anayemjua. Ikiwa umelala ukaona kaburi la mtu unayemjua, shekhe anasema fa innaha tadullu ala alhaqi, hiyo ndoto inamaanisha haki, inamaanisha ukweli. Walakin idha kanat tilka alqabur, lakin ikiwa hilo kaburi, allati raaha, ambalo ameliona huyu muotaji, allati raaha alhalim, ambalo ameliona huyu muotaji bimanamihi, katika ndoto yake, li shakhsi la ya'rifuhu, ni kaburi la mtu ambaye hamjui. Ikiwa utaona kaburi la mtu ambaye humjui, shekhe anasema fa innaha tadullu ala nifaq, ndoto hiyo inamaanisha unafiki, kwa maana ya huyu muotaji atakuja kuwa mnafiki. Naam, wallahu a'la wa a'lam. Shekhe anaendelea anasema man raa annahu yaqumu biradmi wa ighlaqi alqabri, anasema na mwenye kuota ya kwamba anafukia na kuziba kabri, yani lile kabri, mtu akaota anafukia kabri na kuliziba vizuri. Shekhe anasema kana dhalika dalilun, anasema hiyo ni dalili ala sihhati rai, ya afya ya huyu muotaji. Maanake huyu muotaji
ana afya. Wa tulu umrihi, na Mwenyezi Mungu atamjalia umri mrefu. Huyu muotaji Allah atampa umri mrefu, lakini pia Mwenyezi Mungu atamjalia kuwa na siha, kwa maana ya afya, hatakuwa mgonjwa biidhnillahi tabaraka wa taala. Yani mtu yoyote akiota anafukia au anaziba kabri, basi hiyo ni ndoto ya kheri, kwa sababu inamaanisha umri mrefu na afya ya huyu muotaji. Taib, shekhe anaendelea anasema, lau shahada fi manamihi annahu yuqbaru, lau kama mtu ataona katika ndoto yake ya kwamba yeye yuwazikwa, ai yudau fil qabri, kwa maana anatiwa kaburini, wa huwa hayyun, hali ya kuwa yuhai, yani anazikwa akiwa hai, wa yash'uru bidhalika fil manam, na akahisi hivyo katika ndoto. Shekhe anasema fayadullu dhalika ala shuurihi bilhammi walhuzni, ndoto hiyo inamaanisha huyu muotaji anajihisi wasiwasi, ni mtu mwenye wasiwasi, ni mtu mwenye mawazo, ni mtu mwenye huzuni, wadhiqi, na ni mtu mwenye dhiki, mtu mwenye tabu, wa kathrati almashakili bihayatihi, na matatizo mengi katika maisha yake. Maana yake huyu mtu atakabiliana na matatizo mengi katika maisha yake, na huyu mtu inaonekana ana mawazo, ana huzuni na ana dhiki katika maisha yake. Mtu akiota ya kwamba analiona lau shahada, lau kama mtu ataliona katika fi manamihi, katika ndoto yake, annahu yuqbaru, ya kwamba anazikwa, anatiwa kaburini. Taib, shekhe anaendelea Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala anasema, irraa shakhsu bimanamihi, ikiwa ataona mtu katika ndoto yake, annahu yazuru almaqabir, ya kwamba anayatembelea makaburi, ameenda kuzuru makaburini, fa innahu sawfa yazuru shakhsun masjun fil waqi'i, basi wanasema ndoto hiyo inamaanisha huyu muotaji atamtembelea mfungwa kiuhalisia, yani huyu muotaji atamtembelea mfungwa kiuhalisia. Ama lau shahada almataru yanzilu ala alquburi, ama mtu akiota kwamba mvua inanyesha juu ya makaburi, yani makaburi yananyeshewa na mvua, fadhalika yadullu ala rahma bi ashabiha, hiyo inamaanisha kuhurumiwa wale watu waliozikwa katika makaburi yale, yani wale watu waliozikwa katika yale makaburi, basi Mwenyezi Mungu anawahurumia. Taib, shekhe anaendelea anasema, irraa shakhsu nafsahu yambushu qabra limayit, anasema mtu ikiwa ataona, yani mtu ikiwa ataona atajiona yeye mwenyewe, yambushu qabra limayit, anafukua kaburi la marehemu, yani kuna mtu amezikwa, wewe ukaota unafukua lile kabri. Shekhe anasema fadhalika yadullu ala annahu, ndoto hiyo inamaanisha ya kwamba huyu muotaji sayusibu haddan min ad-dunya, atapata hadhi, atapata heshima duniani, atakuwa mheshimiwa. Fasaufa yahsilu ala malin kathirin, na huenda akapata pesa nyingi sana huyu muotaji, wanajahin, na mafanikio fi hayatihi, katika maisha yake. Huyu mtu anaweza akapata pesa nyingi na mafanikio na hadhi na heshima hapa duniani kwa idhini ya Mwenyezi Mungu katika maisha yake. Taib, shekhe akaendelea akasema, maraa annahu au innahu yaqifu amama almaqabir samitan, anasema na mwenye kuona ya kwamba, yani katika ndoto yake ya kwamba, yaqifu amama almaqabir, yani amesimama mbele ya makaburi, swamitan, hali ya kuwa amenyamaza, duna an yataharaka mutlaqan, bila ya kusogea moja kwa moja, yani
amekaa kimya, na pale alipokaa ndio pale pale amesimama, yani amesimama, na pale aliposimama ndio pale pale, duna an yataharaka mutlaqan, bila ya kusogea popote. Yani wanasema wanawachuoni akiwemo Sheikh Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, anasema fadhalika dalilu ala irtikabihi lilmasiyah, hiyo ni dalili ya kufanya kwake maasi. Maana yake huyu mtu ni mfanya maasi, inaashiria hivyo. Wa alaihi an yurajia nafsahu, na anatakiwa kujitathmini, anatakiwa kutafakari matendo yake, anatakiwa ayatafakari huyu mtu, sawa sawa. Basi baada ya kuyatafakari na kutathmini, wayatubu ila Allahi bil amali salih, na kurejea kwa Mwenyezi Mungu kwa matendo mazuri. Maana yake atakiwa afanye matendo mema huyu aliyeota, arejee kwa Mwenyezi Mungu, kadhalika aache maasi. Ama mwisho shekhe anasema ama ru'yatu alhalim, ama kuona muotaji, annahu yaskunu fi qabrin, ya kwamba anaishi kaburini, fa inna dhalika yadullu, shekhe anasema ndoto hiyo inamaanisha ala annahu rubbama, ya kwamba huyu muotaji huenda yusjanu, atafungwa kabisa gerezani, au yataaradhu limushkilati ma, au atakumbwa na tatizo fulani, au atakumbwa na mushkilati ma, tatizo fulani. Kwa hivyo hizo ndio tafsiri za ndoto za makaburi kwa mujibu wa Ibn Sirin. Wallahu ta'ala a'lam, na Mwenyezi Mungu ndiye mjuzi zaidi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.